Mungu badilike. Ukitoka hapa unatoka kama Mungu kamili. Mwakilishi wa Mungu chini ya jua. Unafika hatua unaacha maombi ya kukemea. Unaacha maombi ya kulialia ovyo. Usikie Mungu nisaidie. Mimi Mungu unaniacha. Mungu usiniache Mungu. Kwa mambo mengine ya kijinga mimi siyapendi hayo. Uko wapi we Mungu wangu? Uko wapi? Njoo niokoe. Yaani aache kiti aje akuokoe na alishakupa mamlaka. Acha ushamba. Acha ushamba. Acha ushamba. Mawimbi anataka kuni na unakutana kama mtu kamekoma mpaka machozi anatoka. Wewe Elia tu jaza hili kanisa. Amen. Elia jaza hili kanisa lakini hamna kitu kita happen. Mungu alishakupa mamlaka. Sio wakati wa kurudia, ni wakati wa kusimama. Amen. Kusimama na kutamka ya kwamba huyu anayetamka sasa ni mamlaka ya Mungu chini ya jua. Wewe shetani toka kwenye maisha yangu. Magonjwa toka kwenye maisha yangu. Mateso toka kwenye maisha yangu. Umaskini toka kwenye maisha yangu. Njaa toka kwenye maisha yangu. Mateso niachie. Mungu linasema, basi Elia Mtishbi, wageni wa Gileadi, akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli. Sikiliza hili limwamba hili. Naambia mfalme, rais, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake. Nimesimama mbele zake. Hakutakuwa na umande. Wala mvua miaka hii. Wala mvua miaka mitatu. Ila kwa neno langu. Kwa neno langu, sio neno la Mungu, neno langu. Unaelewa? Amina. Anasema neno la Mungu hapo. Neno la Yesu hapo. Neno la nani? Sasa yeye ni nani? Unaelewa? Anaambia mfalme hakutakuwa na mvua. Na kweli mvua haikunyesha mpaka siku alipoamua yeye mwenyewe. Anaambia mtumishi wake angalia, anaona kawingu kadogo. Anaambia mwambie mfalme akibidi, maana mvua inakuja, mvua kubwa. Nataka nikwambie usidharau mwanzo wako. Wewe simama na neno la Bwana. Simama kama mamlaka kamili ya Mungu. Acha wingu lije kubwa. Acha mvua inyeshe kwenye maisha yako. Kwa sababu wale waliozuia ni wao. Na unasimama kama Mungu na kamuka kufungua. Waliozuia walisimama kama miungu ya dunia. Wakaongea na ardhi wakasema, wewe ardhi usimkubali Yona, usimkubali Yakobo, usimkubali huyu, ndoa yake ife kwenye hii ardhi asifanikiwe. Sasa na wewe unashangaa unaingia kulialia tu. Baba niokoe. Wewe acha ushamba. Simama na wewe tamka. Unaiambia ardhi na kufungua kwa jina la Yesu. Aliyechukua pesa zangu zirudi. Aliyechukua utajiri wangu urudi. Aliyekamata ndoa yangu achie. Unatamka kama mamlaka ya Mungu kamili chini ya jua. Haleluya. Watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yes, ya. Hatujui. Hatuna maarifa. Unaelewa? Kuna muda wapenda msioni mimi hapa nikija eti mapepe yanaanguka. Kuna muda siwe leo nguvu ya tatu leo yani majini alikojificha yatajua yenyewe huko Mwanza. Huko Mwanza. Kwa sababu ukisha simama kama Mungu, maana yake malaika wote wanakuwa chini yako, uwezo wa Mungu unakuwa chini yako, na ndio unakuwa na umiliki wa ile funguo ya mamlaka ya ufalme wa mbinguni. Kama utakalofunga duniani litafungwa na wapi? Nikuulize kitu. Kama unaomba Mungu akupe ndoa, utafunga nini? Au utafungua nini? Unaelewa sasa? Kwa unaweza ukawa unafungua na usiitumie. Hivyo unaelewa? Okay, jaribu namna hii. Sote hapa, wengi sana tulioko hapa, tukipelekwa kwenye mahoteli ambayo wanafungua na kadi, tukapewa ufunguo wa kadi. Tufungue milango. My friend, tunalala nje. Unalala nje, unapewa kadi. Sasa wewe utaenda kutafuta sehemu ya kuingiza kadi kama ATM. Kumbe pale uingizi kadi. Kuna sehemu tu unapitisha hivi, mlango unajifungua nje. Sasa wewe hapo utakesha. Utakesha. Kwa nini? Uko na funguo ila haujui kuitumia ile funguo. Kwa unalala nje. Kwa sababu hujui kutumia funguo.
kwanza ni ndio, si wa Kristo. Tuna funguo za ufalme wa Mungu. Tutakayofunga duniani litafungwa na mbinguni, lakini hatujui kuzitumia hizo funguo. Ndio maana leo mambo yetu hayaendi, ila tumenyamaza kimya, tumenyamaza kimya, tumekaa tu tumetulia, na mambo yako hayaendi, umetulia. Naelewa? Unajifikiria huyu mwanaume anajeuri gani? Anasema hii miaka 3 haitanyesha mvua ila kwa neno langu. Alipata wapi jeuri? Ukiachana na huyo, kuna mwanaume mmoja kabadilisha mwaka. Ulikuwa na siku 367. Siku 2 zikafa pale. Joshua mwezi wa pili siku 2 aliziua pale. Mwaka ukiwa mkubwa, mwezi wa pili una siku 29. Ukiwa mdogo una siku 28. Mwanaume alisimama akasema, wewe jua simama kule, hamna kuzama. Jua likasimama, siku zikasimama, masaa yakasimama, mzunguko wa dunia ukasimama. 2 days, siku 2. Na mtu anaimiliki ile nguvu, kwanza huwezi kumkuta analialia ovyo, huwezi kumkuta analialia. Sasa we bado tatizo ndogo tu, machozi yanakutoka, utafikiria waigizaji wa Bongo Movie. Unalia shida ndogo tu, ndoa tu. Kuna mtu amekuchukulia mume wako, ndo tayari umelia. Na kufunga juu. Na kufunga juu. Sasa wakikupiga kuparalyze sasa. Utafanya machozi sasa. Watu wa imani hakuna. Mtu wa imani akichukua, yeye anaingia kwenye maombi, anatamka. Yoeli Pascali Mgata, ninatamka katika jina la Yesu, wewe Bwana uliyenipa ndoa na mwanaume huyu, wewe Bwana ndio utakayeachanisha hii ndoa, sio mwanamke yeyote ataiachanisha hii ndoa. Ninatangaza kuanzia sasa, unazao zichafuliwe kwa damu ya mwanakondoo. Unazao wataelewana kuanzia sasa. Hana hata huo muda mchafu wa kumuuliza mwanaume wake sijui message ya nani. Hana huo muda mchafu, yeye anajua mahali pa kupiga tu. Ameondoka hana amani, anashangaa mume anarudi ana amani. Kumbe kule kimeshatibuka, kimeshatibuka. Hawa ni watu wenye imani. Haleluya. Huwezi kumkuta analialia ovyo. Hapana. Hakuna, kwa sababu anaelewa kwamba anazo funguo za ufalme wa Mungu. Anaelewa. Kuna namna unatakiwa uombe katika staili ambayo adui yako haelewi kitu kinaendelea. Haelewi kinachoendelea. Sisi kinachotuponza, tumekuwa ni watu wa kuwapa kodi ya adui zetu. Tunawapa kodi ya adui zetu. Wanajua kila kinachoendelea kwenye maisha yako, wanajua, wanaelewa. Wewe unawapa kodi, acha. Amekupiga unaumwa, wewe tembea kama jitu ambalo liko na afya. Usimpe kodi akajua ya kwamba ameshakupiga. Hapana, usikae kinyonge mwanangu. Wewe relax, kwa sababu wale wenye imani wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika bali wanadumu milele. Hawatatikisika. Sasa wewe unampa kodi, unatembea hivi kama gazeti ya miaka 80. Anajua kabisa kwamba huyu anatembea kwa sababu nimeshalipiga ndoa yake. Anaelewa. Unaanza kutangaza mimi mwanaume, anaelewa. Mwenzio anasema kule tayari, anasema anaenda kwa mganga wake, bwana tumefanikiwa. Wanaanza kucheza tumeliweza. Wanacheza. Wao kunaendelea kulia. Wanakuwa wanacheza, wanatoa na masadaka, wanachinja. Mwamba alichokifanya ndio tutawafanyia adui zetu leo katika jina. Mama amesulubiwa msalabani. Kuzimu anaanza sherehe. Mama anasema Eloi Eloi lama sabakitani, yani Mungu wangu mbona umeniacha. Watu wanafikiria anamwita Elia. Wengine wanafikiria anasikia njaa, wanachukua siki, wanaenda. Kumbe mwamba anaita nguvu ya tatu. Hawaelewi. Wanashangaa mwamba anafanyaje?
anamwita Elia aje kumwokoa, maana alisikia Eloi. Lile neno lilipotokea, pazia la hekalu paa likapasuka tayari, tayari makaburi yakapasuka, ikainuka miili ya watakatifu waliolala. Mlinga alishafariki, mnashangaa huyo anainuka anakuja nyumbani, mnasema mlinga, wewe ni mlinga, ni mzima, anasema ni mimi. Amefufuka tayari, anatembea. Kuzimu anataruki, kitu gani kimetokea? Waliweka sherehe kwamba tumelimaliza ni Bwana Yesu. Wanashangaa mwamba ametua kuzimu taa. Anamwambia shetani, njoo kanyaga kichwa, imeandikwa nitakupona kichwa. Nipe funguo za watu wa Mungu uliowanyang'anya, funguo ya Adamu ya ufalme. Akamnyang'anya shetani funguo ya ufalme. Maana yake kuzimu ikataruki. Walifikiria wamemuua, kumbe ndio wamempa mbinu ya kuwafanya kuzimu. Walifikiria wamekumaliza, ndio wamekupa mbinu ya kuwamaliza wao. Watashangaa unawatokea kwa namna ya ajabu. Watashangaa wanakuona. Walifikiria ni mwisho wa ndoa yako. Watashangaa